A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Haya ndugu msikilizaji au ndugu mtazamaji, jitayarishe kidogo, baada ya dakika 5, baada ya dakika 1 ujumbe nitazungumzia kuhusu wacheza mpira. Kwa hiyo utasikia kuswali ni jambo la maana, kuswali ni jambo la maana, kama tukuswali tunapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Kuswali ni jambo la maana, kuswali ni jambo la maana, kama tukuswali tutapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Kuswali ni jambo la maana, kuswali ni jambo la maana, kama tukuswali tunapata laana, tutasema nini kesho kiyama? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni yule ndugu yenu mzalamu wa Mbezi wa Bwama, Yusuf Shah Hasani au kwa Mwandaliwa wa Kitimba Kibudi, wilaya ya Mkulanga. Leo nazungumzia kuhusu wacheza mpira. Hawa ndugu zangu, wajukuu zangu, wanangu, mnacheza mpira na mnapata hela. Hiyo kucheza mpira ni bahati. Kwa hiyo bahati ulioipata hiyo ya kucheza mpira, na bahati nzuri, mpira sasa hivi unalipa. Sisi tunasikia kwenye vyombo vya habari, rais wetu tunaona anapokuchangieni nyinyi. Kwa hiyo rais anataka apate kumbukumbu, ili wewe anapokusaidia baadaye, hata kama ukishakuwa umestaafu mpira, utavuka barazani utajua sasa feremu hii nimepata kwa sababu rais fulani kipindi fulani ndio maana nimepata feremu hapa, napata hela kula. Lakini leo kuna baadhi wanawekeza, mimi nawashukuru na kupeni hongera nyinyi wachezaji mnawekeza. Lakini kuna baadhi wanajisahau. Yaani hawawekezi, ni maji makali na starehe. Maji makali na starehe. Hivi kesho ukishastaafu mpira utaishi vipi wewe kama Mungu kakuweka hai kwa mzee? Kwa hiyo hiyo hela unayopata wewe unaona kama vile milioni 5, milioni 10 unaona kama hela ndogo hiyo. Hiyo hela ndogo, hiyo hela kwa kuona unaipata kwa sababu unacheza mpira. Lakini kama utakuwa Uswahilini huku uipati hela hiyo, wenzio watu tumezaliwa mpaka sasa hivi tunakufa, milioni 10 kamili hatujaishika. Watu mpaka wanakufa. Sasa leo mwenzangu wewe unaona kama ni hela kitu cha kawaida. Kitu cha kawaida unakiona hivyo kwa sababu gani? Wewe unacheza mpira hapo. Ndio maana rais tunasikia kwenye video tunaona kama mkicheza bahati mbaya na wengine bahati nzuri mnachaguliwa mpaka timu ya taifa. Hela zinazoonyeshwa kule tunaziona. Sasa leo mtu unapata hela wewe unazifanyia mchezo. Maji makali na starehe. Maji makali na starehe. Utakuja kujuta baadaye uzeeni. Kwa sababu mpira ni unachezwa kwa muda mfupi tu. Kuanzia hiyo miaka 18 sijui 17 mpaka miaka 35 hapo. Hapo tena ndio kama hujawekeza kitu, ndugu yangu jiangalie. Jiangalie kwa sababu ukifika miaka 40 tena ndio kwa heli mpira. Hiyo miguu hiyo utazania umefunga mawe chini ya. Ucheze mpira kwa sababu akili inavyotaka na mguu unavyotaka unapishana. Kwa hiyo sasa utakuta kwamba kila timu watakuwa wanakuchukua kwa miezi kidogo wanakuacha. Wanakuchukua kidogo kwa sababu tena hufai tena. Sasa je, kama ukuwekeza hizo hela unazozipata? Hebu niambie ndugu yangu, kama ukuwekeza hizo hela unazozipata, utakuja kujuta baadaye. Sasa ndugu zako watashindwa kuelewa kuwa mzigo kwao. Kwa sababu kama ngopo upate hela sawa. Lakini hela unapata unazisikia ndugu zako na tunaziona katika video. Leo wewe baadaye wewe tegemezi kwa watu, watakuelewaje ndugu zako? Maana itafikia kipindi hata 500 shida kupata wewe. Kwa hiyo sasa ninakuombeeni baadhi ya wacheza mpira, wale wanayowekeza mimi nawapeni hongera. Lakini wale wasiowekeza wakajisahau, maji makali na starehe. Si starehe hazina mwisho. Kuna watu walizifanya starehe mpaka wameondoka sasa duniani, starehe ziko pale pale. Maji makali watu wameweza kulewa kutoka siji kuna pombe si gonko si nini si, lakini mpaka leo pombe zipo. Kwa hiyo unaangalia, je, unawekeza wewe ili ikusaidie baadaye uzeeni kwako? Uzee upo. Yaani kutoka mzee kuja kijana ni mtihani. Kwa sababu sijawahi kuona kama mwenzangu umeona atanipigia simu kwamba aidha ulimkuta mzee sehemu fulani, alafu baadaye ukasema bwana sasa hivi umemkuta yule mzee yule umkuta miaka fulani, sasa hivi kijana utanipigia simu. Lakini mimi ninapojua mimi kijana ulomkuta sehemu fulani miaka fulani, leo unamkuta mzee, hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa sababu kutoka kijana kuja mzee ni kama wajisemea vijana sasa hivi ni ganda la ndizi, unateleza tu kuja mzee. Lakini kutoka mzee kuja kijana haiwezekani. Kwa sababu kama ingewezekana, hata mimi mzalamu wa Mbezi wa Bwama ningejiweka na mimi na miaka 18 ili nicheze mpira. Kwa sababu napenda miela ya mpira, naipenda kwa sababu ninavyosikiliza na umri wangu vimepishana, ndio maana nakosa mimi kucheza mpira. Lakini kama ingewezekana kurudisha mimi nitoke miaka yangu ndio kwa nayo, sikutaji miaka mingapi, lakini ningerudi kama vile miaka 18. Sasa hizi mbona nacheza mpira? Ningejifunza kwa bidii. Kwa sababu mpira una hela na sasa tunasikia. Kwa hiyo vijana nakwambieni, wajukuu zangu, mjikumbushe kuwekeza. Leo imefikia kwamba hata baadhi ya wazee wenzangu nao wanafanya kazi maofisini mpaka leo muupo bahati nzuri. Lakini mnasahau kujiwekeza. Huku Uswahilini kuna shida huku. Kama ukuwekeza mapema, ukifika mzee wewe itakuwa shida. Sasa matokeo yake unamwomba mtu shilingi 1000. Sasa akitoa kwa sababu umeshaomba 1000. Akitoa bulungutu lake Msimbazi kibao anakupa 1000, anatafuta kama 1000 kaiona atakogea.
Kama kuiona kwamba bwana baadaye, kwa sababu hapa 1000 hakuna. Sasa wewe unaenda unalalamika wazee wenzangu, oh bwana yule mimi nimeomba 1000 lakini sasa katoa hela nyingi, lakini sasa 1000 kuiona, kwa hiyo sasa ingenipa. Wewe ulisema 1000. Kama wewe ulisema 1000 yeye akupe 10000. Wewe ukitaka msaada mzee mwenzangu, sema bwana mimi naomba msaada, nimeishiwa. Yule bwana atajua yeye kama akupa 10000, kama akupa 1000. Lakini sasa ukisema bwana mimi nisaidie shilingi 1000, lazima katika 10,000 zile lazima atafute 1000. Kama akuiona, kama akiona atakupa 1000. Na kawaida wazee ninapojijua mimi, hata kama akiona 1000 atakupa 1000, lakini ana 200 300 pale katafuta kaiona 1000 kaugea. Lakini wewe mbele huko unalalamika, mimi ananipa 1000 wakati ana hela chungu mzima. Wewe ulitaka 1000. Wazee wenzangu, mnapotaka kuomba msaada msiseme kima, na kushaurini wazee wenzangu. Hata mimi ananikutaga hayo. Nasema nataka shilingi 2000, matokeo yake jamaa anatoa bulungutu. Ananipa 2000 au kama kuiona zamani baadaye. Kwa sababu 2000 ya kuiona, mimi simetaka 2000. Ndio maana siku zeni mzee mwenzenu, siku hizi sisemi. Nikiomba hela mimi na nyama za kimya. Na bwana mimi naomba msaada nimekwama. Kwa hiyo yule bwana atakuchambua unaweza kukuta zingine 10,000. Ningesema 1000, angenipa 1000. Kwa hiyo nakupeni wazee wote duniani, wazee wenzangu. Mnapoomba msaada sehemu msiseme. Sasa nakwambia nyinyi baadhi mliokuwa kazini mpaka leo, wazee wenzangu, mjaribu kuwekeza. Sio unatoka kazini pale ndio upande na ufukie nazi. Hapana. Ukitoka kazini kama una hela yako, nunua kiunga na nazi, unaangua kesho, unanunua leo kesho unaangua. Lakini sio na mtu anakushauri, "Oh, bwana fukia nazi." Wewe fukia nazi miaka 7, miaka 9. Katikati hapo utakula nini wewe? Na wakati wewe ushakujua tena ushastaafu, kila ndugu anajua wewe una hela. Kwa hiyo kila matatizo yake mtu analeta kwako. Kwa hiyo nakushaurini baadhi mliokuwa kazini mpaka leo mkijisahau. Kuna wenzenu sasa hivi wenzetu waliowekeza, wazee wenzetu wanatuchungulia tu. Sisi ndio tunalalamika sisi, oh hivi sijui tuna watoto hatujali, tunalalamika sisi. Baadhi ya wazee wengine wamenyamaza kimya kwa sababu alishawekeza mwanzo. Leo anavaa msuli wake tu, akiamka asubuhi anavaa msuli wake, anatoka nje bana aagiza, leo nataka nyama, nataka kitafunio fulani. Pesa anayo kwa sababu saa yote simu yake pembeni bana, anapigiwa simu, bwana mzee, fremu yako ambayo sisi fremu yako ambayo sisi natuma 50,000. Mzee kashawekeza, aliwekeza mwanzo. Sasa nyinyi mlikuwa ofisini mpaka leo mkijisahau, mtakuja kuumia huko Uswahilini. Uswahilini huku kuna shida. Kuipata 5,000 hivi inakuwa mtihani. Kwa hiyo muwekeze kabisa mapema. Mkijisahau huku mtakuja kuumia. Huko wenzeni tunaumia, ila tunajikaza kisabuni tu. Na tunapoomba msaada tusiseme kima. Kwa hiyo nakuombeni wazee wenzangu, muone yani unapoomba msaada, omba msaada jamaa takini. Sasa ngine wewe unataka 1000 moyoni mwako, kumbe mtu anaweza kukupa 5,000. Lakini ukisema nataka 1000 atatafuta, atatoa Msimbazi kibao. Lakini atatafuta mpaka hiyo 1000 kugea. Sasa wewe unaenda unalalamika tena huko, bwana mimi nataka 1000, yeye kanipa hela kumbe anayo. Kulalamika wazee wenzangu, tuache ulalamishaji. Na wazee wetu kama nilivyokuambieni, kama tulikuwa tukiwatunza wazee wetu, sisi tukiwatutunza na watoto wetu tusilalamike. Na nyie baadhi ya watoto sasa hivi kama mwatunzi wazee wenu, kesho mtapokuwa wazee msilalamike. Kwa hiyo sina mengi zaidi, na kushaurini baadhi ya ndugu za baadhi ya wazee, baadhi ya vijana, msipo wazee walea wazee wenu, basi na nyinyi kutokulelewa msishangae. Unapanda mahindi, unavuna mahindi. Kwa hiyo mwenye ushauri atapiga simu 0788291450. Au kama nataka kituo chochote cha redio kinanihitaji japo kwa dakika 10 au 15 kitaniita. Usafiri sina, Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini nina uwezo wa kupanda madaladala. Ni mzee, sio wa kushindwa kupanda madaladala. Kwa hiyo sina mengi zaidi. Nakutakieni heri wa Tanzania wenzangu. Lakini wazee wenzangu, nakusisitizeni, unapotaka msaada, naomba msaada, usitaji kima. Utakuja kulalamika wewe. Kwa sababu mtu anaweza katoa zingine 300,000, 400,000. Anatafuta 1,000 anakugea. Wewe unaenda unalalamika uchochoroni huko sasa. Mimi nimetaka 1,000 akikumbe na ile chungu nzima. Ulisema wewe 1,000. Ukisema 1,000 lazima upe 1,000. Wewe nyama za kimya tu. Utaona mwenzake katika 500,000 si anaweza kukupa zingine 20,000. Kwa hiyo sina mengi zaidi. Mimi mzalamu wa Mbezi wa Bwama, Yusufu Shah Hasani au kwa Mwandariwa au kwa Nyegere wa Kipimba Kibudi la Nkulanga. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.